Cholo. Haya unanyata na mimi saizi unatokea wapi? Bwana bibi, maswali gani hayo? Ni mkubwa. Huyu mbwa leo nitampasua. Nitakupasua. Uingie ndani. Yaani mzazi upigwa na unaniletea na zimudu ile ile. Poa tu. Poa. Mama, leo yule angeenda kumuoa. Tike mwanangu, huo wala sio uamuzi sahihi kabisa, nakwambia kwa dadako. Huyu akituletea watoto wasiokuwa na baba. Mama, hatuna uwezo wa kumudu. Sawa, midomo mingi humu ndani. Wewe mwenyewe unajua kipato changu mimi ni kidogo. Si unanielewa mamangu? Sasa tena kupitia starehe za watu, tena ya mtu tena mpuzi, akatufilisi sisi au akatutia sisi gharama. Ni mkubwa. Umemwona mjukuu wako? Nimemuona mwanangu. Alifanya kidume siku. Nakwambia hiyo hela ulichukua hapo dirishani, hilo bukujelo utalilipa. Nakwambia utalilipa. Sasa hiyo faida unampa nani Kobisi? Kama huyo alichukua hiyo bukujelo. Lakini kwa nini nyie watoto wa nyumba hii mnapenda sana shari? Kwa nini Kobisi baba? Kumbuka wewe ndio mtoto mkubwa. Unategemewa katika hii nyumba. Hebu angalia hali ya baba yenu. Ni mgonjwa yule. Hapendi makelele kama haya. Jamani. Yote makosa yangu. Kuzaa na wanawake wasiojielewa. Leo hiyo. Yule mwanamke angekuwa anajielewa, angenisusia mimi mtoto wa miezi 8. Lakini wewe mbona ulimpotezea masomo yake? Ulitaka afanyeje? Kobisi mwanangu. Utakuwa lini baba? Na kutegemea sana mwanangu. Bikikala ushaanza sasa. Mama, leta na wewe nguo kidogo nikufulie. Hapana mwanangu. Kwa nini mama? Lete bwana, mimi naenda kufua. Hapana mwanangu, asante sana. Sina nguo chafu. Haya mama. Kwa hiyo mwanangu, wewe kwenda kumtelekeza huyu kule kwa mzee Kikala ndio uliona sahihi? Au labda unafikiri kumtelekeza kule ndio utakuwa umemsaidia au umemsaidia kujichimbia kaburi lake mwenyewe? Mama, mimi sitaki kujua. Ila mbona unanawa? Mimi sitaki kujua. Ila Cholo mwaka huu mimi atanipeleka jela. Kwa hiyo ndio umetususia chakula? Jamani. Awanda mwanangu. Si unaona kakako mpaka chakula akatususia. Ana uchungu na wewe. Kakako anakupenda Awanda. Mbona mnanitesa lakini jamani? Naona hata uvivu kutoka nje kwa sababu ya haya yanayoendelea. Sasa mme wangu, ukijivundika ndani ndio itakupa ahueni. Mke wangu, watoto wetu wamegeuka nyoka. Tena moma ambao wamedhamiria kabisa kutugonga utosini. Sasa sijui jamii inatuonaje. Yaani mme wangu, hata sijui sisi tumekosea wapi kwenye malezi. Hivi
Tukae, jana alilala ndani au nje? Sijui. Hujui kitu gani? Unatakiwa ujue. Mizali, binti bado hajaolewa, kulala ndani ya nyumba ya baba yake ni sheria, ni amri. Mume wangu, jali afya yako kwanza. Au bado anaendelea na tabia yake mbovu ya kuuza mwili wake? Maneno gani hayo jamani? Wimbo mbaya haumbembelezi mwana. Unalijua hilo lakini mume wangu. Natamani Hamadi angekuwa mtoto pekee ndani ya familia hii kuliko hizi takataka zingine. Wewe ona, hajaja hata mmoja kuja kunijulia hali wakati wanajua afya yangu ilivyo. Kiukweli Hamadi ndio mtoto pekee ambaye tunayemtegemea. Yaani namuombea sana Mungu mkewe ajifungue salama. Kikala. Ida, mimi na ubao kishenzi yani. Mke wangu, hawa ndio aina ya wajukuu tulionao ndani ya nyumba hii. Ulisema nikupe viwili Ulisema nikupe viwili? Kuna nini huko? Wewe bwana unakwenda wapi wewe mzee? Bwana wewe mzee, utakula nini sasa? Mfao urefu kitu gani? Utakula nini sasa? Hata miogo kwa nje hamna jamani, mbona mambo yanakuwa hivi mtoto cholo? Mimi nimekula tenge hizo mamdogo, angalia nimekula tenge hizo mbili tu. Wewe mtoto ana tabia mbaya mno. Cholo na kela jamani cholo. Jamani. Kuna nini hapa? Baba, naomba uongee na mjukuu wako Cholo. Kitendo kile alichotufanyia tukipenda kabisa. Tena umndani simtaka hata kumuona, aame kabisa atoke. Sisi tumemkaribisha chakula aje ale, anakimbia na jungu maana yake nini? Unajua nyinyi watoto mnatia aibu. Ni aibu hii. Baba, malezi yako kwa Cholo unamlea kwenye kwapa. Ndio tatizo na anajua mwenyewe. Kwa hiyo na nyinyi pia kama ndivyo hivyo tumewalea pia kwenye kwapa. Tumewalea vibaya. Na ndio sababu mnabebeshwa mimba tu hapa na kuzalishwa pasipo hata ndoa. Kwa hiyo baba umeamua kututukana, si ndio? Tena wewe naomba unyamaze. Nilikutegemea kwamba ungesema kitu cha maana. Nilitegemea kwamba ungekuwa mfano kwa wenzako. Kumbe ndio bure kabisa, hakuna chochote. Wala fanya Cholo hapa haionekani. Kwa hiyo wewe umeona matusi kuambiwa umezalia hapa. Ila ulivyobeba mimba sisi tunakuona hapa na tumbo lako kuona kwamba matusi. Baba unakosea sana. Yaani unakosea sana baba. Yaani unakosea mno. Mimi nazungumza vitu vya maana, unaona mimi kama namuonea Cholo, si ndio? Baba unapendelea bwana mambo hayo. Wewe kwanza ungekuwa na heshima ungemwambia babako anaelelea kwa pani, wewe una akili wewe. Mama si ndio mjukuu wenu Pendo? Jamani, kuna nini hapa? Kuna nini kitu gani? Tena wewe ndio ulikuwa nakutaka, swa? Mimi. Wewe. Cholo mwanao kwenye hii nyumba hatutaki. Mpeleke kwa mama yake au kokote kule. Tunamkaribisha chakula sisi anakula anakimbia na jungu maana yake nini? Hivi wewe ndio kuzungumza maneno haya? Wewe ndio. Wewe. Sasa ndio nasema hivi. Kama ni hivi. Sawa? Nazungumza mimi kidume nyumba hii. Nyinyi bebeni watoto wenu na nyinyi nendeni kwa baba zao. Hawa tuachie ni sisi hapa. Beba watoto wako na nyinyi na
kule. Sawa. Kwa hiyo baba, kumbe umeanza ubaguzi kumchukua mwanao wa kiume. Mnazungumza kuhusu watoto wetu, si ndio? Kwa sababu wewe umeongea hilo na mwanao ameongea hilo, sawa? Kwa hiyo nikiongea mnyamaze kimya. Hatuko kilabuni hapa. Wewe ndio mama. Ulipashwa haya kuyadhibiti kabla hajafika hapo yalipofika. Kuanzia leo mwanzo mwisho sitaki nikuone unavaa nguo zangu. Nitakutia mibao wewe. Pige. Wamwaji kule na kwa kungu kwa mwaji. Pige tuone. Wewe nini? Wewe kwema? Mtalalaje jamani? Naomba msinihukumu kwa hili. Naomba mama msinihukumu kwa hili. Karibu kwa mzee Kikala.